na hawa ndo walikuwa wamiliki wa nyumba wagumu zaidi kuondoka kwenye makazi yao. Kwanza ni hii nyumba ya Edis Malfrid. Mwaka 2006 alikataa ofa ya mamilioni ya dola kwa nyumba yake ndogo. Kulikuwa na mpango wa ujenzi wa kituo kikubwa cha biashara kuzunguka nyumba yake, lakini haijalishi kampuni ya ujenzi hiyo ilimpatia pesa kiasi gani, Edis alikataa kupokea hela hiyo na ofa hiyo ya kuondoa nyumba yake. Lakini baada yake walijenga jumba kubwa la manunuzi kuizunguka nyumba yake, na aliendelea kuishi katika nyumba yake hadi kifo kilipompata mwaka 2008. Lakini pili ni mwanaume huyu ajulikanaye kama Luo Baugen. Aliwekeza akiba yake yote ya maisha kujenga nyumba ya ndoto yake, lakini mwaka mmoja tu baada ya kuhamia kwenye nyumba yake, serikali ilitangaza kuwa watajenga barabara kwenye ardhi yake na walihitaji kubomoa nyumba yake, jambo ambalo lilimuia ugumu na alikataa kabisa. Japo serikali walimtolea kiasi kikubwa cha pesa, lakini alikataa kuuza eneo hilo. Hata hivyo, serikali iliamua kujenga barabara kuizunguka nyumba yake. Na tatu, siku moja kulikuwa kuna mpango wa kujenga barabara kuu ya mviringo, lakini familia tatu zilizokuwa zikiishi katika moja ya jengo la gorofa, ambapo katika eneo hilo barabara ilitakiwa kujengwa. Lakini cha ajabu zaidi, familia hizo zilikataa kuondoka kabisa, na serikali wakaamua kujenga barabara hiyo kuzunguka jengo hilo, na familia hizo ziliendelea kubaki katika eneo hilo. Presenter Amos, chao.